Anyways, naomba jambo moja. Wakati mwingine usifanye kitu chochote kile ambacho mimi sijakwambia huko ndani. Nikipewa nafasi moja, ningekunong'oneza ukweli. Moyo wangu umeinama na macho haya hayawezi kuficha. Nisameheni wa mapenzi, moyo wangu pande mmoja, mzani wa mapenzi. Sasa nini kinaendelea? Sofia. Karibu. Karibu. Kulikuwa kuna haja gani ya kumdanganya? You guys are dating, right? Huyu amekuja tu kunipa shukrani kwa kile kitendo ambacho nimemfanyia. Yeah, amekuja kutoa shukrani zake dhati. Shukrani? Shukrani gani jamani? Watu wanaonekana mmelala, mmeenjoy. Amevaa nguo zako and then anakupikia. Hii ndio shukrani? Au mimi ndo sielewi? Sofia, naomba nisikilize. Nisikilize mume wangu. Mimi nakwambia huyu amekuja tu kwa ajili ya kutoa shukrani. Wala hakuna kitu kingine ambacho kinaendelea. Na kuhusu hiyo nguo aliyovaa, amevaa kwa sababu nguo yake isichafuke. Kulikuwa na vitu vichafu hapa. Wewe mwenyewe unajua una muda gani hujaja humu ndani. Unanifahamu vizuri mimi kwamba mimi siwezi kufanya kazi. Unajua hicho kitu. Kwa hiyo alikuwa ananisaidia tu kazi za ndani, ndio maana kama amevaa hivyo. Nielewe mamangu. Nabaki naomba kwa moyo, usifunge mlango kabisa. Nikipewa nafasi moja, ningekunong'oneza ukweli. Sofia. Moyo wangu umeinama na macho haya hayawezi kuficha. Nisamehe, nisamehe, haikuwa dhumuni langu kukuumiza. Rudisha amani kati yetu. Nisamehe, nisamehe, ningeturudisha nyuma. Nipate wako msamaha, nipate wako msamaha. Nitarudisha kila neno lile lililokukera. Hello mangu. Ndio, wale watu niliwapata na nimeshamia tayari kwenye hii nyumba mpya. Ndio baby, lakini kiukweli mimi nyumba hata sijaipenda. Sawa, fanya marekebisho haraka haraka basi nirudi kwangu. Sawa baby, mimi nakupenda mume wangu. Ndio, ni mama na mlinzi. Sasa unafikiri naweza kama peke yangu? Afu isitoshe mazingira ni mapya kwangu. Sawa, fanya mpango basi ule. Sawa baby, bye. Nakupenda mama. Haya sawa, bye. Siogopi kelele za Joni, siogopi milango ya sira. Mlangoni nimeka muda mrefu. Kumekucha. Nini kimekuleta? Madam, mimi nimekuja hapa nina swali. Alafu leo nimekuja nipo serious, sipo kwenye utani. Na wala sitaki ukuuzi. Kwa sababu tumekuja kwenye nyumba mpya, site mpya. Yaani ilichimbwa hamna mtu yote analijua. Madam, unajua usimsahau mwanaume wako. Usisahau ndoa yako. Kwa sababu mimi naona majinga anakuja, anatoka. Anakula tu posho zako. Hebu sikia nikwambie Dula. Unaona una kielele sana. Sitaki kufuatilia mambo yangu. Wewe sema yako kukani kule getini na kufanya usafi wa nje. Kielele ndo kazi yangu kwa sababu sinatunza siri zako.
Je, kwa mfano mzee wako akijua kamera anazokutumia zote unawapa vibenteni, ndoa yako itakuwa salama? Hivi wewe unataka nini kwenye maisha yangu kwani? Hapo sasa umekuja kwenye point. Ninachokitaka mimi unipe heshima. Alafu kingine ninachokitaka uwe unanipa chakula kizuri. Kwa sababu kule nje yeye inaonekana kama mbwa vile. Yaani chakula unachokula wewe ndani mimi siliko. Mimi ninachotaka unachokula wewe na mimi nile. La mwisho uniongezee mshahara basi. Kwa sababu nalinda vitu vingi humu ndani. Na kulinda wewe, nalinda siri zako, nalinda mibwana yako, naingia humu ndani. Waza mimi sina moyo. Mimi siumii. Nipo hatarini. Siku hizi unaanza kunipanda kichwani na kuona kabisa unavuka mipaka yako. Kumbuka hata mimi ni bosi wako, sawa? Hili ni swala la muda tu. Atakaporudi mume wangu lazima akufukuze kazi na kuhakikishia hili dole. Sasa mimi najali? Mimi sijali. Si tunaondoka wote. Mimi zako pa kulala ninapo. Nishaanza kulala nje. Stendi nenda nalala. Wewe hivi dole unajua utaenda na kuna mtu utataka kuniharibia maisha yangu. Unataka kuniharibia maisha yangu. Kuna unataka nini? Unataka nini? Ninachokitaka ukijui kila siku. Mimi nataka chakula. Nipe mazingira. Afu uone ninavyopasua mzigo. Na mwaka huo sijaona. Kuna muda mwingine nawaza au niende chooni nikatoe watoto. Mtoka hapa. Madam, naomba. Unaomba nini? Naomba. Mtoka bwana hapa. Duli big, najua siri nyingi. Duli big, usinicheze vibaya. Duli big, nikianguka zinaenda kwa baba mwenye nyumba, kila kitu kitaonekana. Siogopi kelele za Joni, siogopi milango ya sira. Tanasha, naomba unisikize tena, unisikize kwa umakini wa hali ya juu. Huu karibu unataka kutengeneza kati yangu mimi na wewe, unazidi kuwa mwiba kwenye maisha yangu. Yaani tangia nikufahamu, kila kitu kinaharibika. Kila mipango ninayopanga inaharibika. Kila jambo ninalolifikiria linakwenda kuharibika kwa sababu yako wewe Tanasha. Kulikuwa na haja gani wewe kuingia ndani kwangu na kuvaa shati langu? Kuna haja gani? Just imagine, yule ni mwanamke wangu, anakuja na kukuta umevaa vile. Inakuwaje? Nini shida Tanasha? Unataka nini kwenye maisha yangu? Kitu gani unachokihitaji? Ina maana msaada wangu ndio umekuwa tatizo kwako? Kukusaidia ndio imekuwa shida? Tanasha, tafadhali nakuomba sana, nenda nyumbani, rudi kwenu. Ukaribu wako na mimi unaishia hapa leo. Sitaji unipigie simu, sitaji unitafute, sitaji chochote kutoka kwako. Tafadhali sana nakuomba. Unanielewa sijui katika hili? Pastor, mimi sina kosa lolote. Basi naomba unisamee. Sijakusudia mimi kuharibu mahusiano yako. Sidhani kama unaelewa ninachokiongea Tanasha. Yule mimi ni mwanamke wangu, mwanamke ambaye natarajia kumuoa ni yule. Tanasha, unaniharibia mambo yangu, unaniharibia Tanasha. Hebu angalia, ungekuwa ni wewe, unamkuta mwanaume wako na mwanamke ndani kwake kwa mara ya kwanza. Mara ya pili unamkuta akiwa amevaa nguo yake anapika. Unaelewa nini? Ungeelewa wewe? Hebu acha kuchukulia kila kitu kwa urahisi Tanasha. Haya ni maisha yangu unayaharibu. Please, nakuomba. Sawa, usinifanye nijutie kukusaidia. Yaani kuna wakati nawaza nini, ni bora hata ningekuacha pale kwenye baa Tanasha. Listen. Nenda Tanasha. It's over. It's enough. Just go. Pastor. Mzani wa mapenzi, moyo wangu pande moja. Mzani wa mapenzi, wema wangu haujatosha. Mzani wa mapenzi, sijui nifanye nini. Mzani wa mapenzi, niponye au nisiondoke. Maginga wangu wa yule miaka iliyopita sio maginga wa sasa hivi. Sasa hivi umebadilika sana mume wangu. Haiwezekani wewe muda wote uko busy na kazi. Ni kazi aina gani ambayo uko busy kila siku? Kila saa, muda mwingine unalala uko kazini. Wewe itakuwa umepata mwanamke mwingine ndio maana unanifanyia yote haya. Kipindi kile ulikuwa tunashinda wote vizuri tu, ila sasa hivi umebadilika sana. Toka mimi nimekuwa katika hali kama hii ya ujauzito, umekuwa uko busy sana. Yaani unajifanya uko busy sana na kazi. Na bora hiyo kazi ingekuwa tuingiza kitu chochote humu ndani. Hakuna kitu chochote tunatufaidika humu ndani. Zaidi tu ya madeni, kila kukicha madeni. Hivi,
wewe unashindwa kutega sikio na kunisikiliza mimi peke yangu. Ukiona mimi natoka nyumbani kwangu, natoka kutafuta kwa ajili yako. Ukiona chochote kile ambacho nakifanya kwa ajili yako. Hebu nipe hata faraja kwa udogo. Nipe hata thamani kwa udogo tu, nijue kwamba mke wangu anathamini kwenye chochote kile ambacho nakifanya. Mimi naonyesha vitu vingi sana kwako. Nafanya vitu vingi sana. Sitaki kukuambia nikitoka nafanya nini, lakini nafanya vitu vya hatari. Yote kuhakikisha wewe unakuwa sawa. Kuna wakati nashindwa hata kuamka asubuhi, lakini nikifikiria kuhusu wewe naamka, naacha kila kitu kwa ajili yako. Wewe ni mwanamke mwenye thamani kubwa sana kwenye maisha yangu. Kubwa. Basi jaribu kutengeneza hiyo thamani ambayo mimi naitengeneza kwako. Maginga mume wangu, mimi nakupenda sana. Na wewe haya yote ndio umeyataka. Maana wewe ndio umenizoesha muda wote tuko ndani. Sasa umebadilika sana. Mimi nakupenda sana. Sana kuliko unavyofikiria. Nikuombe tu. Neno lolote utakalolisikia, usilitengenezee maneno, kwa sababu mwanzo wa neno ni maneno. Hebu chochote kile ambacho unakisikia kunihusu mimi na unahisi hili ni kosa, kaa chini, zungumza na mimi, lakini usinihukumu moja kwa moja. Wanawake wa siku hizi sio wote wanaopenda watu wakiwa na furaha, hususan mimi na wewe ambao tumeoana. Na kuomba sana, acha kila kitu, fanya kile ambacho mimi nakwambia. Kama nimekukosea, naomba unisamehe. Nimekusamehe kabla ya kukosa, kwa sababu nilijua utanikosea. Nakupenda mno. Nakupenda pia. Haya, futa machozi mwanangu, asije akalia. Nilikuja na maneno laini, Haya, pumzika. Nikakupa pumzi ya mwisho, ukaniacha na kivuli changu. Basi dawa Ndani ya nyumba iliyo wazi. Sasa kila Viongozi hao. Mume ulamba kweli. Unaonekana ulikuwa mwanariadha mzuri sana kipindi cha nyuma. Yaani kuhusu mwanariadha huo ndio usiseme. Yaani mimi shuleni nilikuwa nashika namba 1. Yaani ukipangizwa hospitali, haya 1 2 kimbia. Mimi ninawapita duno hume. Mimi niko kwanza. Hivi kwa nini? Wakati wa kuja kukopa pesa, mnakuja mnatembea tena taratibu mikono nyuma. Lakini wakati wa kulipa rejesho, mnakuwa mnakimbia mnatuhangaisha. Hivi huwa inaletwa na nini? Yaani nyinyi mimi sio kwa kikimbia nyinyi bwana. Yaani mimi nilikuwa nafanya mazoezi. Yaani ninatoti namna hii. Nilikuwa ndo nakimbia. Polisi kwa kimbia nyinyi. Kuhusu pesa zenu msijali. Yaani nyinyi kuwapa pesa kama kuku kuchinjwa tu. Ile sema ilibidi niwape tu kiasi kuhiri. Lakini nimepata dharura kidogo, nimepata ajali hivi. Nilianguka kwenye shughuli. Kwa hiyo nimeenda kwa daktari ndo akaniambia nifanye mazoezi. Ndio maana unaniona nitahane hapa, nina troti kidogo. Lakini ndo nilikuwa nikitoka hapa ndo ninawaletea nyinyi pesa. Pole sana kwa matatizo yaliyokukuta. Lakini kilichotuleta hapa unakifahamu, kwa sababu tulikuwa tunataka kuja huko kwako. Ila ni vizuri sana tumekutana na wewe hapa. Kwa hiyo tupatie cheti tuondoke. Wale msijali. Mimi ninawatimbia ofisini kwenu ninakuja kuwapa hela. Bojo. Yaani wewe ndo ninakukubali sana kiongozi wewe. Bojo. Sisi wenyewe hatujali, kwa sababu umekutana na SGR na zinatembea mwendo mkali. Tumekufikia, tunaomba pesa yetu, sie tuondoke. Maana kilichotufanya tuje huku ni kwa ajili ya pesa yetu. Kwa hiyo tupatie pesa.
Sasa mimi hela nilikuwa nayo hapa ni ndogo tu. Nilikuwa nenda kupata angalau mlendo kidogo. Lileende huko nikangahike nipate kupika ugali nile. Hivi nikila basi siwe kesi mimi jioni namletea. Mimi sio shida namna hiyo. Mnanidhalilisha ndani. Watu wakipita wananitazama. Mimi sio wa hivyo nyinyi. Martin, nani cha kuniambia? Pastor mimi namjua. Kila muda ananikosea. Wewe unamkingia kifua. Hii ni haki kweli? Mara 2 namkuta na ule mdada. Tena kwake amevaa na nguo zake. Utaniambia nini nikuelewe? Sophie, hebu tuliza mzuka kwanza. Sawa. Mimi nishaongea na Pastor. Nishampigia na kuja ili tuamalize haya mambo. Sawa, nataka mtuzungumze haya mambo yaishe, kila kitu kikae sawa. Mimi namjua Pastor hawezi kuja. Kwanza hata simu anaweza asipokee. Mimi nimemkuta naye na ule dada. Yaani ninachokiongea nakijua. Hebu subiri basi dakika moja, ngoja nimjulishe kama umeshafika. Anakuja sasa hivi. Machozi yanamwagika, akili imechoka. Napima pendo langu, wapi limeongoka. Martin. Uko wapi mzee? Kaka, nakuja, niko njiani. Niko kwenye barabara ya vumbi. Kwa hiyo muda si mrefu natokea kwenye lami hapo. Nasogea mita hiyo. Sasa hivi nitakutengia hapo. Sasa hebu nisikilize. Hebu naomba ufanye haraka kwa sababu Sofia ameshafika. Na mimi ninachotaka ni wewe ukae hapa na Sofia tuyamalize haya mambo. Sitaki mambo yawe makubwa tena. Sasa wewe unachelewa, sijui unafanya nini mpaka saa hizi mzee. Naona tunaanza kuzoeana sasa, si ndio? Tupatie pesa sisi tuondoke. Tuna majukumu mengi ya kufanya. Yaani japokuwa nawapigisha hivi lakini mumekaza wewe unaelekea unalongumu wewe. Afu sisi hapa tujafuata ngonjera. Tupatie pesa yetu hiyo tuondoke. Ingia kwenye chakula cha watoto. Baadhi nisikie. Mwanzenu hela ya kuula hii. Mmelewa wewe mpilikimo hela ya kuula. Sasa mnakuja hapa mnanidai kama mnijui. Wewe si kukipita pale jua limekupiga ukija kuomba maji na kutilia sumu ya panya. Basi katene 3,000 afu 2,000 na waletea jioni. Ili nibaki na 2,000 nikanunue chochote kitu. Ni sawa, lakini hiyo 2,000 ya jioni baki nayo. Sisi tunachukua pesa yetu tu. Sawa? Huu mchezo unahitaji hasira. Sisi furaha yetu tukiona hivyo vitu. Uwe na siku njema. Bye. Nyinyi. Wewe umekoti? Yaani hii mikoba hii. Wanahita kausha damu lakini hii inaisaidia kausha moyo. Yaani mimi ipo siku nitakuja kufa kabisa na mikoba. Yaani sikopi tena. Na yule mfupi yule nimemweka mbegu. Nitalefusha yule. Sasa nimetoa hela yote. Na sasa Mungu wangu nitakula nini mimi? Sema sio kesi. Ninakwenda mama somoni najipigisha story mpaka naweza kula ugali ncha. Ni kweli kaka, hata mimi natamani ya mambo yaishe. Sofia hawezi kunielewa tena. Yaani naliwish nije niwahi hapo nimkute, nizungumze naye ili nimueleweshe kila kitu. Kwa sababu kilichotokea leo mimi na Tanasha ni ngumu sana kunielewa kwake. Lakini inathibitisha dhahiri shahiri kwamba anahisi mimi na mahusiano na huyo binti. Wakati sio kweli kaka. Kwa mimi nakuja hapo sasa hivi naingia. Sawa.